Nimetaka niangalie Ruto kwa macho nimwambie I Caleb son of Luyai, I will vote no na hakuna mahali atanipeleka. Sawa. Hii mambo ya Ruto kutishatisha wabunge, I'm elected by the people of Kenya. I enjoy the same sovereign power delegated to me, just the way you are enjoying the same sovereign power delegated you by the people of Kenya. Na naongea Kizungu kwa sababu mwenye Kizungu ako nyuma yangu. This is called harassment. It's not called taxation. Ukiangalia hiyo bill, and I wish Didimas could have read for you. Yani, among other things, hata sisi mshahara wakitukata, we have no problem. Because hata mshahara yetu huwa tunapewa wananchi. We don't have salary. Mnajua hivyo. Kama hamjui kule kwa msangoti yangu wanapewa wananchi. So sina salary ya kukata. Hata ukikata ya wabunge, ya watu wakubwa, we have no problem. But what pains us most ni kuambia huyu mama ambaye ako na chama. Kwa mama wengi sana siko kwa machama. Ati ukichukua pesa shilingi 100 ufanyie biashara kutoka kwa chama, inafaa urudishe zikiwa 100. Kwa sababu hiyo ndio katiba ya vyama. Chukua, fanyia biashara, rudisha ikiwa hivyo isaidie mtu mwingine. Ndio hivyo. Sasa wanasema hiyo 100 ukirudisha mpaka upe serikali ushuru. That is not an income. Hiyo ni pesa ambayo umerudisha vile zilikuwa. There is no income. Taxation is on production and income. If you have not produced, you can't pay tax. Tax is not on loss, it is on profit. If you want to increase the tax of a nation, simply increase production. Because it's a tax on profit. Lakini kuingilia hadi wa mama ambaye waliitwa mama mboga, watu wa chini, unatoa tax kwao. Alafu watu watongereni mataka kale kwa nyamaze tu asiongee. Tukae tu kwa bunge kama bubu, ati mlileta Kenya kwanza. Ati tukiongea tunaingilia president. Mwitutuma kwa bunge tufanye nini? Tuwatetee, si ndio hiyo? Sasa tukisema no to finance bill, mtakubaliana na sisi? Nyinyi mko na njaa ama mnataka mjengewe manyumba? Mko na njaa ama mnataka manyumba? Mnataka chakula ama manyumba? Sasa wanasema kwa hiyo chakula unakula wanataka waweke tax. Kama ulikuwa unakula ugali na omena, wanatoa omena, unabaki na ugali tupu. Ati wachukue hiyo cost of omena wakujengee nyumba. In simple terms, that's what they are saying. Aje hao watu ni nyumba ama ni chakula? Na ukienda na kadi ya NHIF kwa hospitali wanakuambia waitambui. Ndio hiyo. Wengine wako kwa NSSF. If you have a provident fund, what you've done and called it an investment fund to help the people in their sunset years of their work. Alafu bado kama kuna NSSF bado kuna pesa kwa wazee. What was the purpose of NSSF kama kuna pesa kwa wazee tena? Hiyo NSSF inafanya pesa kwa wazee. Why? Kwa sababu hiyo NSSF imeibwa, haiko tena. That's why they introduce pesa kwa wazee. So hata hizi pesa za levy housing fund wakiweka kwa kikopo kimoja, wanachukua hiyo pesa vile walichukua NHIF, vile wamechukua NSSF, wanachukua wanaenda wanajenga. Sio hawajengi manyumba hapa za watoto wa watu ambao ni hali chini, wanajenga manyumba kule Dubai. I have information that they are already entered into contract with the people of Dubai to build houses there for the bigwigs in the government. Hiyo nyumba si ya watu wa chini, ni manyumba za mabwenyenye wanajenga kule Dubai. Na nilikuwa nataka niulize Didimas kama nyumba yake moja iko one of those houses. That's why ametoroka. Because we must speak these things wananchi. We are in opposition to protect you. If we don't protect you, there's nobody else. And a government that has no opposition inaweza umiza wananchi mpaka mkwe shakahola. Sawa? Kama unachukua pesa kwa wananchi hadi wakufe, then there is no difference between you and a shakahola, huyo Pastor Mackenzie. There is no difference.